So, Mheshimiwa Rais, huyu mzee Gideon Baya Mung'aro ni mzee ambaye alitukuza sisi. Alipokuwa chief hapa, alifanya mambo mazuri sana ambayo Meja ameongea. Lakini mimi nataka niseme katika kazi yake huyu ya uchifu, kama kuna mtu angekuwa tajiri mkubwa sana hapa Dabaso ama Gede ama Malindi, huyu chifu angekuwa tajiri mkubwa sana. Lakini hakuibia watu wa hapa hata inchi moja ardhi ama pesa zao, huyu mzee Gideon Baya Mung'aro. Huyu mzee alifanyia watu hapa kazi. Wakati huo ndio hii Gede location 1976 nafikiri inaanza settlement scheme, na mashamba ilikuwa mengi sana hapa. Hii settlement scheme ilikuwa watu wanagawanyia mashamba na watu hawataki kukaa hapa kwa sababu ilikuwa ni msitu. Lakini huyu alipokuwa chief baada ya Karisa hii hakutoka. Huyu chief aliambia watu waje wakae kwa mashamba yao. Akatafutia watu mbegu ya mnazi, akatafutia watu mbegu ya mikorosho na mbegu ya miembe. Akahakikisha kwamba wamepanda hiyo minazi na mikorosho na miembe. Leo hii kama hapa Kilifi kuna sehemu ambayo is very well organized. Mwanzo walihakikisha kwamba barabara zinatengezwa wakati huo, ndio unaona hii area is very well accessible. Lakini zaidi ya yote, yeye ndiye alileta utajiri hapa mkubwa sana, huyu Gideon Baya Mung'aro. Akahakikisha kwamba watu wa hapa wako na mali, wako na mashamba na wako na mali. Tumpigie makofi huyu mzee kwa kufanya hivyo, kwa kutumikia watu wake. Wasifu watatu ambao nataka niseme. Huyu mzee alikuwa disciplinarian. Mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kupenda nidhamu. Na alikuwa akiongea mara 2-3 utasikia anasema nidhamu, maneno ya nidhamu. Huyu mzee ndio sisi wengine tulikuwa vizuri kwa sababu ya huyu mzee alitusimamia. Na wengine wanasema kwani huyu Owen kwao ni hapa. Ukitoka hapa 200 meters from here is my home. So huyu mzee tulikuwa tunaenda church na yeye na hawa kina Gideon na hawa wote tulikuwa, hata wengi hawa mimi niliwafundisha Sunday school, if you want to know. Wengi hapa hawa wamekaa hapa, many of them are Sunday school students one. Lakini kitu nataka niseme Mheshimiwa Rais, huyu mzee in terms of discipline alinyorosha hii sana. Unasikia alifika Watamu pale Beach Boy ulikuwa na shida, lakini akaingilia pale akahakikisha kwamba watu wanasoma. Kuna story moja huwa napenda kuongea, sijui Gideon atasema niseme ama atasema nisiseme, nikajagie chini. Ni nene bulisinene. Ni nene. Asa yu Gideon unajua alikuwa head boy wetu wale Dabaso Primary. Na alikuwa, unajua babake alikuwa head boy huko shule, alafu huyu pia akawa head boy. Na alikuwa captain wa volleyball wakati huo. Sasa siku nyingine akafanya makosa pale shule. Katika ile makosa alifanya, sasa akaambiwa ilikuwa shule kuna kitu inaitwa firing squad. Wale wamefanya makosa Monday wote wanapigishwa line. Sasa huyu ni head boy pia akapigishwa line. Achapwe fimbo ngapi? 6. Na headmaster Mr. Sumazi. Sasa wakachapwa wote wakamaliza, sasa bado head boy. Sasa kila mtu anangojea head boy afanye nini? Achapwe. Akalazwa kwa meza. Akatafutiwa ile fimbo nono. In fact walichagua mpaka wakasema hii fimbo inatosha head boy. Sasa yule headmaster na huyu Gideon pia alikuwa mkakamavu, akapigwa fimbo ya kwanza hata hakutingisika, ya pili mpaka zikaisha 6. Babake alikuwa pale. Babake akamwangalia akasema kumbe huyu kijana anajifanya ni sugu. Baba naye akachagua fimbo moja. Akasema hii itamtosha. Sasa mzee akakuja na nguvu yote, akayamchapa fimbo moja. Huyu Gideon tukamwona ametingisika, amesimama, ameshika, anasema. Alafu mzee tena akaenda tena akaruka fimbo nyingine ya pili. Hiyo ya pili Gideon alitoka mbio. Akapotea karibu siku 2 hakuja shule. Kwa sababu mzee he showed discipline by example. Discipline by example. Hakuonea mtoto wa mtu mwingine, alideal na mtoto wake. Leo huyu Gideon ni kiongozi kwa sababu babake alisimama akamnyorosha kisawa sawa.
Now, I want to tell you, Mr. President, huyu Gideon, he learned from the best. His father was a leader, a good leader. Nakumbuka mimi, na alipenda watu. Nakumbuka mimi nilipokuwa nimefuzu kuingia chuo kikuu. Wakati huo wale wanatoka hapa kwenda chuo kikuu ni kidogo sana. Akakutana na mamangu hapo kanisani, akasema yule kijana wako anaenda university. Akasema hebu mwite pale kwangu waje, ukuje na yeye. Tukakuja hapa, sijui huyu Meja alikuwa hapa hiyo siku. Tukaingiza pale, akanichinjia kuku hapa, tukakaa mimi na mamake Meja na wao wakina mama, tukakula kuku pale. Akasema mwanangu, tunashukuru umetuletea heshima hapa Dabaso kama kijana ambaye anaenda chuo kikuu. Hapo alifanyia mtoto wa ndugu wa mtu mwingine. Sijui kama mnanielewa nikisema hivi. Alipenda watu wote na akapenda vijana na akatusaidia sisi. Ile maendeleo kubwa unaona hii Dabaso Gede location kubwa yote, huyu mzee, we can credit it to him. He did a lot. Hata ile shule pale umeland pale, ile Ngala Memorial Girls, na rais amewapatia bus Ngala Memorial Girls. Na akaniambia in 2 weeks niende nichukue bus niwaletee Ngala Memorial Girls. Ile shule ilijengwa na huyu mzee. He was the first chairman. Na ile shule, ile ardhi ilikuwa ardhi ya agriculture, ilikuwa empty, ilikuwa haifanyiwi kazi, lakini huyu mzee Gideon Baya Mngaro akasema ijengwe shule. Leo kuna bonyenye mmoja ati anasema ile ardhi ni yake. By the way, nimepata barua watu wanasema ardhi ya Ngala ni yao, na nimemwambia asithubutu kuingia hapo, mimi nitadili na yeye ile. So mimi ile nataka kusema kwamba tulimwenzi huyu mzee na tunazidi kumpatia sifa yake kwa yale ambayo alitufanyia, akatuzalia kiongozi. He trained him well. Huyu Gideon kila mahali akienda anachaguliwa kiongozi. Alipokuwa hapa Malindi akaingia nominated councillor, he was elected mayor. Akatoka hapo kukawa na kitu inaitwa Malindi and Mombasa Coast Tourism Association, he was the chairman. Akatoka hapo akachaguliwa mbunge wa Malindi, akachaguliwa mbunge wa Kilifi. Alipofika kule alipokuwa akawa whip, na alikuwa whip National Assembly. Akawa CAS. Sasa amekuwa governor wa Kilifi. Kwa sababu his father stood firm to bring up a leader that the people of Kilifi can now depend on. Kwa hiyo tumshukuru huyu mzee kwa ile kazi nzuri amefanya. Gideon Major, your father is gone. This is your home. You are the leaders that will bring other leaders in this area. That is a mantle that your father has left you. Mkuze viongozi wengine kama vile huyu mzee alivyotukuza. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hiyo tribute ya huyu mzee, uniruhusu nikwambie jambo moja peke yake. Hawa watu wa Kilifi, na ni Kilifi nzima, sio Kilifi North, wako na shida ya maji kila mwisho wa mwezi ukikaribia. Shida ya maji. Ninene hebu nisinene. Ninene hebu nisinene. Shida ya maji hapa inasababisha watu kupata shida sana. Kwa sababu stima ikikatwa na watu wa stima inakatwa na watu wa Kenya KPLC wanakata stima pale Baricho. Kwa sababu sisi maji yetu yanatoka chini ya mto, lazima yapande juu. Kupanda juu lazima tutumie stima. Ile bili ya stima ambayo inatoka pale, sisi watu wa Kilifi hatuwezi lipa, manake ile bei ya maji ni kidogo, bei ya stima iko juu. So inafika kila wakati stima inafanya nini? Inakwama. Wiki 2 zilizopita stima ilikatwa, hakukuwa na maji. Hata ile shule tulipokuwa pale ile Ngala karibu wafunge shule. Mahospitali, mahoteli, everybody is affected, everybody, because of that water problem. Lakini sisi pia ndio watu tuko na maji mengi sana, lakini hatuwezi yapata. Wewe umeweka pesa nyingi pale Baricho, tulienda na wewe, umechimba visima, ukafanya kazi nyingi pale Baricho, you put in a lot of infrastructure. Ukatoka hapo ukaja Gongoni ukachimba visima pale, tulienda na wewe kuangalia zile stima za Gongoni. Ukaja Kakuyuni pale, pia juzi tulikuwa pale tukifungua ile pump station. Ukifika Pwani University utaona pipelines kubwa ziko pale zinapeleka maji Mombasa. Ukahakikisha ile pipe ya kutoka huko mpaka Mombasa imejengwa, the big pipeline. But we don't have water after all those efforts. Shida, we can't pay the bill. There is a historical bill, Mheshimiwa Rais, historical bill ambayo ilikuja kabla ugatuzi. Hiyo historical bill. Sasa hiyo historical bill is almost 3 billion.
Hawa watu wa Kilifi hapa, nyinyi mnaweza kutoa 3 bilioni kulipa maji, mambo ya maji? Mtalipa kweli 3 bilioni? Hatuwezi. Unasikia watu hawawezi. Mtalipa 3 bilioni? Hatuwezi. Sisi Kilifi, we have never benefited from something called government waiver. Watu wa kahawa wamefutiliwa deni. Watu wa chai wamefutiliwa deni. Watu wa Perethra wamefutiliwa deni. Tunasikia tu kwamba watu wanafutiliwa nini? Madeni. Sisi kwani leo tusifutiliwe madeni? Situfutiliwe madeni? Hii 3 bilioni ambayo inatusumbua ya kulipa, wewe Mheshimiwa Rais, wewe ni rafiki yangu boss. Sasa fanya kama maneno ya urafiki. Yes, hiyo maneno najua unaelewa ile nasema. So, Mheshimiwa Rais, hii bill, historical bill, ilikuja before devolution. Wakati ule kulikuwa municipalities na county na town councils, ndio hii bill imekuja. Hata watu wa Kwale wanalipa, watu wa Mombasa wanalipa, watu wa Tana River wanalipa. Tafadhali mimi nakuomba kwa heshima na kwa heshima ya huyu mzee, tufutilie the 3 billion bill. Hiyo, utufutilie hiyo. The second item, hii Kenya Power wanatucharge sisi watu wa Kilifi commercial tariff for power, for pumping water, commercial tariff. Hiyo commercial tariff iko juu sana. Maneno ya street lights, they have a special tariff, street light, but water has no special tariff. Na hii si watu wengi, ni sisi ambao maji yanatoka chini ikipanda juu. Sisi watu wa Kilifi. Hizi kampuni 3 za maji, Mowasco ile ya Mombasa, Kimawasco ya hapa Kilifi na Mawasco ya Mombasa. Ukicalculate ile pesa wana collect 70 million in a month. Deni ya maji ni 115 million. Hata tufanye vipi Mheshimiwa Rais? We can't pay. We cannot pay. Ama nyinyi mnaweza lipa hiyo kitu? Inamaanisha maji itakatwa kila wakati. I ask of you for 2 things only. Hii deni ya 115 hii ambayo hata hii wiki walikuwa na wakati maji. Hii wiki walikuwa na wakati. Lakini kwa sababu rais anakuja hawajakata. Lakini wameniambia tutakata. Akienda tu watafanya nini? Watakata. Sasa wewe ukienda hatutaki tupate shida. Tumalizane na hiyo maneno hapa. Sasa ile mimi nakuuliza, tunafanya 3rd supplementary. Mheshimiwa Rais, tunafanya 3rd supplementary. Hata tukienda bunge tunafanya 3rd supplementary. Hiyo 3rd supplementary, weka tu 115 million for the beloved people of Kilifi to pay that bill katika hiyo supplementary budget. Tumalizane na hiyo. Alafu the second thing, Mheshimiwa Rais, talk to ERP, EPRA. Talk to EPRA. They give us a non-commercial tariff for pumping water. Kama vile wamepeana street lights. Non-commercial tariff. Ile deni, ile bili ya maji iteremke chini. Hawa wananchi watalipa. But as it is now, we can't pay. Then the last thing, Mheshimiwa Rais, give us a solarization program. Tupatie solar pale Baricho kubwa, ili tusipigane tena na watu wa Kenya Power. Tuwe tumemaliza huu mchezo. Hawa watu watakukumbuka maisha yao yote. Ama mnasemaje watu wa Kilifi? Mheshimiwa Rais, kitu kidogo tu, it is within your power, it is within your purview, it is within your authority. Hizi mambo mangapi? 3. Waiver ya historical bill ya kwanza. Second, utupatie special non-commercial tariff ya maji. Third, ututolee ile 115 million ambayo iko. And lastly, utufanyie solarization. Mimi sina mengi, and I'll forever remember you as my friend, my leader, my president for those things. Mimi niko na makosa hiyo maneno nimesema? Si nimesema sawa? Kabisa. Na huyu rais, mimi nataka nikwambia hao watu wa Kilifi, if there is a president who's been their friend, ni huyu William Samoei Ruto. Si hiyo ni ukweli? Kama kuna rais ambaye amependa watu wa Kilifi na ametupenda sisi watu wa Kilifi, na wewe ulipoingia uongozini tulijua Kilifi tumefika, ni huyu William Samoei Ruto. Ndugu zangu, ni tutaacha huyu William Samoei Ruto kweli? Si huyu ndiye rais ambaye tumefanya kazi na yeye, anatukumbuka wakati wa shida na wakati wa raha. Kwa hiyo mimi nataka niwaulize watu wa Kilifi, hii 2027 sisi watu wa Kilifi tuangalie huyu Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Hivi karibuni tutaanza affordable housing hapa Watamu.
We will build 1,000 houses hapa Watamu, ambazo ni za watu wa nini? Wa Kilifi. Hii technical college hapa tunamaliza hapa Watamu. Soko tunamaliza, tunaanza hiyo bus park pale Watamu. Hayo yote huyu William Samoei Ruto ametufanyia. Ndugu zangu, si ni mtu mzuri ndugu zangu. Unajua wale wengine wakipiga kelele pale, wakipiga pelele pale, wakitoka, sisi tutabakia na rais, tuendelee kupata matunda ya kuwa karibu na nani? Na rais. So I want to ask you and I want to thank you very much. Mimi sitataka kuendelea zaidi ya hapo. Niseme asante, na kwa niaba ya watu wa Dabaso na watu wa Kilifi North tunapokea your condolences, tunapokea rambirambi zenu na maneno yote ya pole ambayo umetuletea kwa boma hili, mji huu ambao it is the home of the Dabaso patriarch. Huyu mzee was not just a patriarch of this family, but was a patriarch of Dabaso area. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Sasa nichukue hii nafasi pia niwatambue wabunge